utabaki kwa jinsi ulivyo. Anakutembelea akurejeshe uungu wake ndani yako. Uungu wa Bwana uonekane kwenye maisha yako. Uungu wa Bwana uonekane kwenye hatua zako zote. Adui anapoinuka hataona tena mwanadamu, aone Mungu ndiye anayeishi. Anaondoka katika jina la Yesu. Na hapo ndio Mungu anafanya kambi. Ni hapo ndio Mungu anakuja anatembelea watu wake. Anasema nitakaa mahali hapa kwani kuna Mungu aliye kama mimi. Kisha maisha yetu ni kulia. Maisha ya kuomboleza. Maisha ya kusema tutakula nini, tutavaa nini. Na anasema tusishughulikie nini? Ya kesho. Ya kesho itashughulikia mwenyewe. Mahali kuna Mungu hakuna kusumbuka tena. Nitakueleza. President anakuja anakaa kwa nyumba yako. Tayari magari ziko nje. Bagarde corps, gadibodi wako. Chakula hakitakosa na kila kitu kitaonekana kwa ni Mungu yuko pale. Sasa wewe ndio Mungu katika familia. Ni kitu gani wameona kwako? Walie kama wao. Waomboleza kama wao. Mungu ataonekana kwako vipi? Na Zaburi imetundulia kwamba niliwaumba 139 mstari wa 14. Nimewaumba kwa jinsi ya ajabu. Na matendo ya ajabu lazima yaonekane. Nimewaumba kwa hali ya kutisha na nafsi zenu lazima zishuhudie. Mahali Mungu ametembelea lazima nafsi ishuhudie kwamba Mungu yuko mahali hapa. Na kuja kuwatoa katika hiyo kongwa iliyo Misri, iliyofunga watu wakakaa katika hali ya utumwa na wakazoelea utumwa. Hata siku ya ukombozi ilipofika hawakujua, siku zikaendelea. Mungu akasema nimesikia kilio chenu, lazima niwaokoe na niwakomboe. Nimekuja kutoka Kenya, nikuja kupetea tena ujumbe mpya ya kwamba lazima ubadilishwe na utembelewe na Bwana akutoe katika hali ya shida. Mungu si mwanadamu. Tena yuko nyuma ya neno lake. Anasema hamtabaki kwa jinsi mlivyo, lazima mtabadilishwa. Kubadilika kwanza kwa ndani ndio kuna stahili. Utakapobadilika mtu wa ndani, mtu wa nje hatasumbuka kwa chakula, hatasumbuka kwa mavazi, hatasumbuka kwa lolote, kwa ni wa ndani tayari ameconnect ulimwengu ya kiroho, amejiconnect na Mungu, na Mungu anamtembelea, na mahali Mungu alipo amani ipo na magonjwa inatoweka katika jina la Yesu. Usipotembelewa na Roho Mtakatifu uko kwenye shida. Utalia, nitavaa nini, nitakula nini. Maisha ni kulia kila siku, ni kuomboleza. Walio katika Mungu, waliotembelewa na Mungu, ni ahadi ambazo Mungu anakuja kukamilisha. Anakuja kuwatembelea na kuambia, sasa hivi natafuta kukupandisha tena na kutoa level mahali ulipo na kupandisha level nyingine. Una ushuhuda gani kwenye maisha yako? Hatujaitwa tuwe wa Kristo tukae level moja. Mungu ametuita tupande viwango. Hatuwaite mkae mahali hapa ili mkae tuwe mwe wa Kristo. No. Mumeitwa ili mubadilishwe na mpande viwango vingine, mpokee utukufu. Utukufu si wa mtumishi wa Bwana. Yeye ana neema ya kuachilia kitu kwako na unapokea. Unashika hiyo kamba na unavuta. Naona watu wakivutwa katika jina la Yesu. Naona watu wakipandishwa. Na wewe msikilizaji mahali ulipo katika runinga, nasema umepandishwa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe chukua hiyo kamba. Ni kamba ya imani. Imani ni daraja inayokuunganisha na ulimwengu wa kiroho, ili mbingu ikujue na kutembelea kupitia mtumishi wa Bwana ambaye amesimama ili akuletee neema. Pokea. Pokea. Utafanya mwaka hauna ushuhuda. Utafanya miezi hauna ushuhuda. Miaka nenda miaka rudi, ni wewe yule yule, hakuna ushuhuda. Kuna something wrong. Kuna vitu vingine ambavyo havijatembea vizuri. Mungu si yule wa jana. Ni yule wa jana tena wa kesho. Ni yule anayebadilisha jana na leo na kesho. Hatutabaki katika Mungu, tubaki kwa kisi tulivyo. Na sima lazima mabadiliko yaonekane. Yasipoonekana, jitafute. Ni wapi nimekosea Mungu? Ili Mungu akuje kunitembelee. Historia ziko nyingi katika Biblia zungumza vizuri. Wakina Sara walitembelewa. Na wakati walitembelewa, alama zilionekana.
Kuna vitu walikuwa hawana, walipokea. Ni kitu gani kimekosa kwenye maisha yako ambao umelia mchana na usiku? Lakini Mungu ana ahadi zake. Anasema, Sara, muda kama huu nitakujia. Mungu amesha kuzungumzia kwamba nitakutembelea. Lakini haujashikanisha hiyo imani na neno la Mungu. Leo utajiona watu hawako. Kwa nini? Hawajaona Mungu wako. Utamwambia nini? Utamzungumzia nini? Utazungumza nini? Ni alama gani ambayo wataona juu yako? Hata ya kiroho. Siongee mambo ya kimwili, mambo ya kiroho. Katika eri unajikuta wanakujua wewe ni kawaida kama wengine. Mtoto amegonjeka, ameshofe, mpaka mkimbie hospitalini. Wangekimbia kwa wanasema tunajua hapa kuna mama muombaji. Utaweka mkono juu yake, pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Tayari wale ambao umeombea wote watakuja, watafuata Mungu wako. Na alama hizi zitafuatana na wanini? Wanaoamini. Wanaofanya nini? Wanaoamini. Kuna vitu vitatendeka kwao. Na vitu vikitendeka kwao kunamaanisha umetembelea. Si wewe unaofanya kazi, ni Mungu anayefanya kazi ndani yako, kwani amekutembelea. Na hizi alama zinapotembea na wewe, tayari zinakuletea utajiri. Si kwani ulienda Butembo kwenda tafuta pesa? Si kwani ulisoma sana? Hakuna mambo ya shule. Hakuna mambo ya biashara. Ni vitu vya kiroho vitakaye kuvutia. Pokea neema katika jina la Yesu. Kitu chako kiweze kuwa kimelala na ni huduma Mungu aliweka ndani yako. Mungu anakuja kuifufua. Utatembelewa na Bwana katika maono. Utatembelewa na Bwana katika kazi. Kubali. Neema ya Mungu imekuchia. Utapata utofauti. Mimi nahitaji siku ya leo neema ya Bwana ikuguse. Amen. Neema ya Bwana kutembelee. Amina. Katika siku utakayofanya pamoja na wewe, kuna mabadiliko utakayoyaona. Mabadiliko yanakuja kwako. Ni malaika amekuja kukufufua tena upya. Ni malaika amekuja tena upya kukupatia tena joto. Sikusema hayupo, alikuwepo, lakini tena nimekuja na mwingine malaika ambaye anakuja kukufufua tena upya. Utembelewe mchana wa leo. Utokapo mahali hapa tayari hisi presence ya Mungu ya kwamba Mungu amenijia. Connection zako leo tunafungua zile anga katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zitembee na wewe. Mungu azizirishe kwako hata kwenye chakula. Chakula leo kibadilishwe kwa jina la Yesu Kristo. Unamwita Bwana, unasema leo kuna malaika amekuja kwamba tunatembelewa. Na wewe viweke kwenye nafsi yako ya kwamba leo kuna mabadiliko. Ulikuwa na vaa iseme leo mimi navaa vizuri, mimi najua malaika amefanya nini. Amekuja, ni vitu vya tembea na imani. Mimi naachilia hii neema. Pokea. Pokea zile nguvu. Pokea haya mamlaka. Mbingu ikutembelea asubuhi ya leo. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu washuke kwenye nyumba yako, washuke kwenye huduma zako, washuke kwenye kazi kwa jina la Yesu Kristo. Mimi nasema Bwana, tembea juu ya watu wako. Gusa kila mtu. Naomba mguso wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Spirit. Shuka juu ya wapendwa. Shuka juu ya wapendwa. I release the power. Naachilia zile nguvu. Mimi naachilia zile nguvu. Naachilia zile nguvu. Naachilia nguvu za utembezi, za kutembelewa. Naomba mguso wako waguse, uwafufue, uwatoe katika ndimi za moto, uwatoe katika umaskini, uwatoe katika hali ya madeni, uwatoe katika hali ya utumwa, katika vifungo, katika hasiri. Na kemea zile maroho zilizowafungwa. Acha leo Roho Bwana atembelee juu ya mpendwa, atembelee juu ya huyo mama, atembelee juu ya huyo baba, afufuke sasa, aishi maisha utukufu katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza ushindi. Natangaza ushindi wako Bwana. Natangaza ushindi wako Bwana. Nafungua hii bahari iliyofunga. Acha waingie, acha watobe, acha watoboe, acha waingie kwenye maisha yao, waingie kwenye destiny zao. Adui wote tunawakanyanga katika jina la Yesu Kristo. Wafanye kuwa tofauti. Acha Bwana ajitukuze, acha Bwana ajioneshe. Mimi natangaza ushindi katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini.
Amen. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana.